anasema na sanamu hii kichwa chake 33 miguu yake ni ya chuma na nyayo za miguu yake nusu ya chuma na nusu ya udongo. Nawe ukatazama hata jiwe likachongwa bila kazi ya mikono, nalo jiwe hilo likaipiga sanamu miguu yake iliyokuwa ya chuma na udongo, likaivunja vipande vipande. Ndipo kile chuma na ule udongo na ile shaba na ile fedha na ile dhahabu ilivunjwa vipande vipande pamoja na vikawa kama makapi ya viwanja vya kupepetea wakati wa hali. Yes. Haya. Fungu la 40 Danieli 2 anasema, na ufalme wa 4 utakuwa na nguvu mfano wa chuma, kwa maana chuma huvunja vitu vyote na kuvishinda, na kama chuma kisetavyo vitu hivi vyote ndivyo utakavyovunja na kuseta. Na kama vile ulivyoziona hizo nyayo za miguu na vidole vyake kwa nusu udongo na wa mfinyanzi na nusu chuma, ufalme ule utakuwa ufalme uliogawanyika, lakini ndani yake zitakuwako nguvu za chuma, kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope. Na kama vile vidole vya zile nyayo vilikuwa nusu chuma na nusu udongo, kadhalika ufalme ule utakuwa nusu yake una nguvu na nusu yake umevunjika. Na kama vile ulivyoona kile chuma kimechanganyika na udongo wa matope, watajichanganya nafsi zao kwa mbegu za wanadamu, lakini hawatashikamana kama vile chuma kisivyoshikamana na udongo. Huu ni ufalme mwingine wa 4 ambao katika sanamu ya ufalme Nebukadneza umeoneshwa kama miguu ya chuma, na kule kwenye wayo za miguu ni nusu ya chuma na nusu ya udongo. Sasa huu ni ufalme wa 4 ambao kimsingi ulikuwa ni ufalme ambao Danieli sura ya 7 anaambiwa au anamuona mnyama wa kutisha, mnyama ambaye hana mfano wa mnyama wa kumtolea au wa kumfananisha naye. Danieli 7 fungu la 7 nasema, baadaye nikaona katika njozi za usiku, na tazama mnyama wa 4 mwenye kutisha, mwenye nguvu, mwenye uwezo mwingi, naye alikuwa na meno ya chuma makubwa sana. Alikula na kuvunja vipande vipande na kuyakanyaga mabaki kwa miguu yake, na umbo lake lilikuwa mbali kabisa na wale wa kwanza. Naye alikuwa na pembe 10, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kimenena maneno makuu. Lakini fungu la 23 Danieli 7 anasema, akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia, utakao kuwa mbali na falme zile zote, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10 katika ufalme huo, wataondoka wafalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhofisha watakatifu wake aliye juu, naye atadhimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 ya wakati. Huyu ni mfalme wa 4 au ufalme wa 4 juu ya nchi. Ndio ufalme ambao kihistoria ukiangalia baada ya ufalme wa Uyunani, ufalme uliofuata ni ufalme wa Rumi ya kipagani au dola ya Rumi. Ufalme huu ulianza kutawala mwaka wa 168 kabla ya Kristo. Na ndio ufalme ambao hata Yesu anazaliwa wakati ufalme huu unatawala. Ulikuwa unatawala na ufalme ambao walikuwa wanaitwa Maherode. Yesu alizaliwa mwaka kama wa 3 hivi kabla ya Kristo, katikati ya ufalme huu, kwa sababu huu ufalme ulitawala. Ufalme huu wa Rumi au mnyama huu wa 4 alikuwa na aina 2. Kuna ufalme wa Rumi ya kipagani au dola ya Rumi ambayo ilitawala kutoka mwaka 168 kabla ya Kristo mpaka mwaka wa 476 baada ya Kristo. Baada ya hapo Danieli anasema akaona pembe ndogo ambayo katika sanamu ya mfalme aliona nyayo za miguu nusu chuma na nusu udongo, kwamba hawatachanganyikana. Watajaribu kutafuta sana amani, lakini hawataweza kushikamana.
ni ufalme wa mataifa mbalimbali, ni ufalme wa upapa. Kwa nini? Tutakuja tuone kwa nini tunasema ni ufalme wa upapa au ufalme wa mataifa mbalimbali. Biblia imeeleza na iko wazi. Kwa hiyo ni ufalme wa nne ambao unaanza kutawala, na Yesu anadhaliwa katika utawala huu. Ufalme huu ni ufalme wa mataifa 10 ya Ulaya yaliyojulikana kwa wakati huo: Ujerumani, Hispania, Ureno, Vandals, Ostrogoths, Heruli, Uingereza, Ufaransa, pamoja na mataifa mengine ambayo yanaunda mataifa 10 au dola 10 au dola ya Rumi ambayo ilikuwa inaundwa na mataifa 10. Sasa utawala huu pia ulikuwa ni tofauti na tawala zingine, kwa maana ya kwamba ni utawala ambao baada ya ufalme wa kipagani uliinuka utawala katikati ya ufalme wa Rumi ambao ulikuwa unashika mamlaka ya dini na serikali. Ufalme huu umedumu katika historia kuanzia Yesu anadhaliwa. Ufalme huu ndio ambao unaelezwa pia katika Ufunuo 12 kwamba ulijaribu kutumiwa na shetani kwa ajili ya kuangamiza kanisa na kumwangamiza mtoto ambaye kanisa lilikuwa linamzaa. Ndio ufalme ambao umeelezwa katika historia na katika Biblia kwamba utawatesa watakatifu wa Mungu aliye juu. Utafanya vita na Mungu na utanena maneno kinyume chake aliye juu. Sasa mimi sitazungumza sana juu ya ufalme wa Rumi ya kipagani. Nataka tuzungumze sana juu ya ufalme wa Rumi ya kidini ambao Biblia katika Danieli 7:23 hadi 25 ameelezwa kama pembe ndogo. Ni kweli kwamba ufalme wa Rumi ya kipagani umekuwa ukitesa hata kanisa la mitume. Mitume wengi waliuawa kikatili na ufalme huu. Wengine waliuawa kwa kusulubiwa juu ya msalaba, wengine waliuawa kwa kuchemshwa katika mafuta yaliyotokota kama Yohana, wengine waliuawa kwa kukatwa vichwa kama Luka, wengine waliuawa kwa mateso mengi ya kikatili. Wengine waaminifu ambao hawajaandikwa katika Biblia waliuawa vifo vya kikatili, waliwekwa magerezani, wakavikwa nyama za ngozi za wana kondoo, wakawekwa kwenye viwanja vya burudani, na watu wengi wakakusanyika kwa ajili ya kufurahia watu wa Mungu waaminifu wanauliwa kikatili kama watu wakosaji. Lakini hata hapo Mungu alikuwa pamoja na watu wake. Ni ufalme ambao ulivunja vipande, ulitesa na kuvunja kila kitu. Ulikuwa ni ufalme wenye nguvu. Zingatia kwamba katika sanamu ile ya Nebukadneza, dhahabu, fedha, shaba na chuma, ugumu unaongezeka au nguvu zinaongezeka, kwa maana ya kwamba falme zinaongezeka ukatili. Lakini madini yale yanashuka thamani. Dhahabu ina thamani kubwa kuliko fedha, fedha ina thamani kubwa kuliko shaba, shaba ina thamani kubwa kuliko chuma. Ndivyo maana ya kwamba hizi falme thamani inashuka, kwa maana ya kwamba utajiri unashuka. Lakini katika muktadha wa kiroho ni kwamba maovu yanaongezeka na thamani ya kiroho inashuka. Kwa hiyo sasa hizi falme zote nimekwambia kwamba yale madini ukifuatilia ni kwamba commodities kwa ajili ya exchange yalikuwa yanatumika yale madini. Ndio maana mtu mwingine anaweza kuuliza kwa nini atumie dhahabu wakati wa ufalme wa Babeli, kwa nini atumie fedha wakati wa Medi na Wajemi, na kwa nini shaba wakati wa Uyunani, na kwa nini chuma wakati wa utawala wa Rumi. Ndio commodities of exchange ambazo zilikuwa zinatumika kwa wakati huo. Sasa Danieli 7:23 Biblia inasema akanena hivi, huyo mnyama wa 4 atakuwa ni ufalme wa 4 juu ya dunia utakao kuwa mbali na wafalme
zote zile 4, nao utakula dunia yote na kuikanyaga na kuivunja vipande vipande. Na habari za zile pembe 10, katika ufalme huo wataondoka ufalme 10 na mwingine ataondoka baada ya hao, naye atakuwa mbali na hao wa kwanza, naye atawashusha wafalme watatu. Sasa kwa nini tunasema ufalme wa 4 ni ufalme wa Rumi ya kipagani au papa? Sikiliza, sifa ya kwanza katika Danieli 7:24 anasema kwamba huu ni ufalme utakaoinuka katikati ya hao wafalme 10. Ndio maana Danieli anasema nikaziangalia sana zile pembe, katikati yake ikazuka pembe ndogo. Kwa hiyo unainuka katikati ya falme 10 za dola ya Rumi, na unapoinuka unavunja pembe 3 au unashusha falme 3. Kuinuka kwa upapa kuanzia katika karne ya 5 na ya 6 kulisababisha kuanguka kwa falme 3, yani Vandals, Ostrogoths na Heluli. Falme hizo ziliangushwa chini kwa sababu zilikuwa zinapinga mamlaka ya upapa. Kwa hiyo ili mfalme ainuke, zingatia kwamba wakati upapa unataka kusimamishwa, walikuwa wanajaribu kupinga na kuondoa kila kikwazo ambacho kitaweza kuhamisha kusimamishwa kwa mfalme huyu. Kwa hiyo iwe ni maandishi, hasa Biblia, iwe ni kitu chochote, walikuwa wanajaribu kung'oa kabisa ili mfalme huyu atakaposimama usiwe na kipingamizi. Kwa hiyo Biblia ambayo ilikuwa inafunua mambo haya ilikuwa imenyang'anywa kwa watu, makasisi, makadinali na watu wenye elimu tu ndio ambao walikuwa wamepewa waweze kuisoma, na walikuwa na access ya kuipotosha na kufundisha kwa watu mafundisho ambayo hayana msingi katika Biblia, na walikuwa na access ya kubadilisha mambo mengi katika Biblia. Kwa hiyo sifa ya kwanza ni utawala ambao uliinuka katikati ya Rumi ya kipagani au katikati ya mataifa hayo ya Rumi ya kipagani. Kihistoria inaonyesha kwamba utawala huu umesimamishwa, umeinuliwa kutoka pale Italy, ambayo leo kuna sehemu inaitwa Vatican. Ni katikati ya mataifa 10 yenye nguvu ya Ulaya yaliyokuwepo kwa kipindi hicho. Lakini Vandals, Heluli na Ostrogoths ni falme 3, ni pembe 3 ambazo anapoinuka anazing'oa. Fuatilia historia, tagundua hilo ninalokuambia, na ni ushahidi tu ambao unaonesha. Ndio maana tunasema ni Rumi ya dini au papa hapa.